wanayo, lakini kuna maarifa hawana. Sasa kuna maarifa ambayo nimekuja kukupa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna maarifa siku ya leo unaenda kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa 139:16 anasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Yani kabla sijawa mimi, macho yako tayari yameshaniona. Alafu anasema hivi, chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Kwa Biblia ya Kiingereza ana hii chuoni anasema in the book. In the book. Kwa kwenye daftari lako tayari siku zangu ziliandikwa kabla hazijawa bado. Bwana Yesu asifiwe. Anasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Yani kabla sijawa kama unavyoniona leo, macho yake tayari alikupa ameshaniona. Sasa anavyosema macho yako yaliniona, macho yako, huyo mwenye hayo macho ni Mungu alituona kabla sisi hatujakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Alafu habari za siku zetu zote tayari zilikopo zimeshaandikwa kitabuni kabla hazijakamilika bado. Bwana Yesu asifiwe. Akiona maana gani? Kwamba kumbe hata kabla mimi sijaja duniani tayari Mungu ameshaniona. Yani ameshagundua kwamba mimi ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Ameshaona kwamba huyu ni nani. Ameshaona kwamba huyu duniani anaenda kufanya nini, na ameshaona duniani huyu anaenda kuwa mtu gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu anafahamu ataishi ndani ya muda gani ili aweze kutimiza kusudi ambalo nimeliweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumekuja duniani tumekuja kwa muda fulani, miaka 80, 90, 70, 80, 90. Kama tuna muda ambao lazima ukifika hapo tuondoke, basi kuwa na uhakika kuna kazi ambayo tumekuja kuifanya, ndio maana inabidi tukimaliza tuondoke waje wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndo anasema hivi, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Yani hata sijawa hivi ambavyo ninaonekana leo, tayari macho yake yameshaniona. Ndio maana anapokutana na Yeremia anamwambia hivi, nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Yeremia anashangaa. Kama anashangaa, na Biblia inasema hivi alijiona yeye ni mdogo, na alikuwa mdogo kweli. Akilinganisha na mambo ambayo anaambiwa kuyafanya, anaona sio mimi ni mdogo sana. Lakini Mungu anavyomwona Yeremia ambaye ni mdogo, anamuoni kama Yeremia. Anavyomwona anamuona kama nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia kabla sijakuumba tumboni kwa mama yako. Unaelewa maana hii sentence? Kabla sijakuumba tumboni inamaanisha hata kabla mama yake na baba yake hawajajuana. Yani hata kama hawajakutana, baba anaishi Moshi, mama anaishi Mtwara. Yani hata kabla hawajakutana, Mungu anafahamu kwamba huyu ataolewa na baba yule, alafu atamzaa nabii. Kumbe anavyomwelezea vile, ukienda ndani sana ule mstari utagundua kumbe hata kabla wazazi wake hawajajuana kwamba sisi inabidi tumeitwa kuwa pamoja, Mungu tayari alishajua hawa watakuja kumzaa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwamba macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Yani kabla sijakamilika kuitwa mchungaji, macho yake tayari alishaniona. Kwa hiyo hata mbinguni wanavyoniona hawaniiti kwa jina langu, ila wanasema huyu ni mchungaji. Mbinguni wanavyokuona hawakuiti kwa jina lako, wanakuita kama daktari. Mbinguni wanavyokuona hawakuiti kwa jina lako, wanakuita kama mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kabla hatujakamilika, macho yake tayari alishatuona. Alafu na habari zetu tayari zimeshaandikwa. Yani ukifungua chapter ya kwanza imeandikwa Jefa Joseph Luhanjo. Ukifungua chapter ya pili, ukifika wakati fulani atakuwa mtu fulani. Ikifika chapter ya 3 atakwambia akifika hapa atakuwa hapa, atakuwa hapa. Alafu anakuambia ikifika chapter hii habari yake itakuwepo imeisha, kuna mwingine atakaye kuja kuendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe sisi hapa duniani sisi tu ndo wageni, ila kuhusiana na habari zetu sio ngeni. Herode na watu wake wanasema ya kwamba akawaita makuhani na waandishi, akawaambia kafuatilieni habari za huyo mtoto, atazaliwa wakati gani. Biblia sasa hivi wakaenda wakamrudia, wakamwambia kwenye nyakati hizi ndipo huyo mfalme atazaliwa. Kumbe habari zilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe.
Hizi habari zilikuwepo, ndio maana anashangaa. Alikopo wameshazoea kwamba wafalme huwa wanazaliwa kwenye kwetu, yani kwetu atatokea mfalme. Inakuwaje anatokea mfalme kutoka mahali pengine? Wanashangaa. Hizi habari tayari zimeshaandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukisoma hiyo Mika 5:2 anasema, nawe Bethlehem uliye mdogo kati ya maelfu ya Yuda, kati yako atazaliwa mfalme atakayetawala Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia Mika 5:2. Angalia Mika 5:2. Angalia Mika 5:2 anasema hivi, bali wewe Bethlehem Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atatokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali pazuri ambapo tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hivi, kati yako atazaliwa mfalme. Kati yako atazaliwa mfalme. Huyu mfalme atatawala Israeli. Lakini utawala wake si tu wa sasa hivi, ulikopo tangu zamani za kale hata milele. Ufalme wake hauna mwisho. Sasa unaanza kujiuliza, ni nani ambaye atazaliwa Bethlehem? Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari zinatolewa kwamba kati yako atazaliwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukienda kwenye Luka 2, nilikusomea zile habari. Biblia inasema hivi, naye Augusto akatoa oda, akawaambia hivi, watu wote waende kuhesabiwa. Biblia inasema hivi, wazazi wake Yesu walikuwa wakiishi Galilaya, mji wa Nazareti, lakini kwa sababu ya lile neno wakafunga safari wakaenda Bethlehem. Bwana Yesu asifiwe. Wakafunga safari wakaenda Bethlehem. Lakini ukisoma Mika tayari ameshatoa unabii kwamba kati yako atazaliwa mfalme Bethlehem, ambaye ataongoza na kutawala Israeli. Alafu tunaona wazazi wake walikuwa Galilaya, ila kwa sababu kuna unabii ambao ulitolewa na inabidi unabii ukapate kutimia, lakini kwa sababu tayari habari zake zilishaandikwa na zinabidi zipate kutimia. Lakini tukirudi kwenye kitabu cha habari zake, zinasema ya kwamba Bethlehem atazaliwa mtawala. Sasa ulivyofika wakati, Biblia inasema hivi, walikuwa wakikaa Galilaya mji wa Nazareti, lakini ulivyofika wakati lilikuja tu neno kwa huyu Augusto, akatoa oda pasipo kujua anachokifanya. Lakini ndio neno lilikopo likaenda kutimilika, ndio habari zake zilikopo zinaanza kwenda kutimilika, ya kwamba atazaliwa Bethlehem, na kati yako Bethlehem atazaliwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Iliwezekana kabisa azaliwa wazazi wake walipokuwa, lakini kwa sababu ya neno, na neno linatuthibitishia kwamba habari zetu zimeshaandikwa na habari zake zilikopo zimeshaandikwa, akaenda kuzaliwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Neno likapata kutimia ya kwamba macho yako aliniona kabla sijakamilika. Chooni kwako habari zangu zote zilikopo kabla sijawa bado. Kumbe tunavyoishi sisi ndio wageni tu, ila kuhusiana na habari zetu sio ngeni. Ndio maana kwenye Mhubiri, sikia Mhubiri anachokisema. Angalia Mhubiri kisema. Mhubiri 12:7. Mhubiri 12:7 anasema hivi, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, kama yalivyokuwa. Alafu anasema hivi, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Anasema hivi, nayo mavumbi kuirudia nchi. Anaanza kuongea kitu kimoja, kwamba
mwili, anasema hivi, kuna neno moja anasemaga, mavumbi na mavumbini utarudi. Lile sio neno la kwetu. Lile ni neno la mwili. Na ufahamu kitu kimoja, ya kwamba wewe sio mwili, ila wewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu atakapoondoka, wanasema hivi, tunaenda kwenye ya mtu fulani. Sasa huyo mtu ni nani? Asa tunaenda kwenye msiba wa mtu fulani. Sasa huyo mtu ni nani? Yaani huyo mtu ni nani? Mtu ndio yule ambaye yupo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ni roho wako. Kwa sababu hivi haya mavumbi yatarudi katika nchi, lakini roho itaenda kwake yule aliyeitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu utaanza kugundua kwamba haya mambo kumbe yalikuwa hata kabla mimi sijaja. Yaani kumbe haya mambo yalikuwa kabla mimi hata sijakamilika, hata kabla sijatokea. Kumbe mimi tayari nilikuwepo. Utaanza kugundua kwamba habari zako sio ngeni duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua Mwanzo 16:13. Mwanzo 16:13. Mwanzo 16:13. Mwanzo 15:13. Na maanisha Mwanzo 15:13. Anasema Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake. Watatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe. Hizi habari Mungu anaanza kumwambia Abraham kabla mambo hayajatokea. Mungu anaanza kumwambia habari za uzao wake kwamba watakuwa watumwa.